touching, so touching. Madam usilie kindly. Madam usilie kindly. So hebu tueleze ni aje after vile ulikuwa na unakaa na ude besta yako yeye waine ama watatu na ama wote walikuwa watano? Yeye na wengine watatu. So wote walikuwa wanne. Na nini ile happen? Swali nini hivyo tu machain kunini hapo nikafaint kunini kushtukia tu. Hata tu ndiko sisi juve nilifika huko. Unataka kumaanisha walikuchangamkia wote? Wewe uko peke yako? Hadi ukafaint? Wewe. Madam Usili. My people, welcome back to my channel. My name is Badman the Son Boy, and of course this is Kenya's best online show. And guys, niliona wasi wengi wakijaribu kusema ni aje tulete part 2 of the video guys, na nimejaribu. Sisi mnajua ni aje after vile nipata na udem kwa street, alinipatia namba yake na ikabidi nikamtafuta juu mli request sana part 2 of that video, na nimekuja kwake. And guys, as you can see hapa ndo anaishi. So ntabisha, then from that one vile itakuwa. So guys, for those who haven't subscribed to the channel, kindly remember to subscribe so that anytime we upload a video you can always be updated. So acha tuone vile itakuwa. Yeah, and guys, before I continue, any opinion you can leave in the comment section. So acha tuone vile itakuwa manze. Don't maana nilikuwa nawaambia ni aje hii life ya street kuna vile inakuanga manze. Mkiona msee yako pale kwa street, mjaribu mjue ni aje kuna vitu zinampush aende kwa street. So wacha vile tuone vile itakuwa. Na siji kama amelala ama ni aje ama afanya aje. Tuone kama atafungua manze. Unacheki? Yeah, so maisha imekuwa ngumu guys, mnajua vile economy iko. So sometimes unajua wase wengi ujaribu kujudge msee kama mwana pala kwa street. Hey, mambo uko poa? Ndio nimefika hapa manze. Yeah, so nilikwambia nitakutafuta and then nimekuja. Yeah. So naweza ingia sasa. Huko ndo unaishi? Wow. Na ikeje na kasimbo sana manze. Ama utaka keje kiwe imejaa sana. So naweza kaa hapo wapi? Naweza kaa hapa. Okay, sasa na usishangaa nimekuja na director wangu hapa hivi. And nikasema ni aje tukuje kwenye to have a conversation since ile siku nyingine unajua ilikuwa late, kulikuwa na baridi huko na bado nikaona like sita kuharibia time, unacheki. So ndo maana ilikuwa namba yako then nikutafuta baadaye, unacheki. So hapo huyu ni director wangu and ndo nimekupigia asubuhi ningekuwa late mapema. I'm sorry for that. Sasa ndo unaishi? Huko ndo naishi. Zinaona umejikaza, uko na gas hapa, uko na at least umejituma. I appreciate you for that guys. So nikuuliza, unajua mwanaume nasemekanga na wange nasemekana kana like ukienda kwa dem like unafaa kuwa na wasiwasi ama ni aje? So jamaa anaweza tokea hapa ni tuange ama ni aje, uniambie. Juu sasa ukienda kwa nyumba ya dem lazima uwe na ile wasiwasi. Sasa nikaribia kidogo hapa. Hebu niashie kama security coffee juu. Maybe mwanaume anaweza kuwa analipanga nyumba na siwezi jua. Hakuna mtu. So nisikuwe na wasiwasi. Anyway ni sawa. So nimekuja at least to have a conversation since ile time tulikupatana kwa street, like hii environment ilikuwa fiti sana na bado nikaona like sitakuharibia time sasa. So nilikuwa nataka utapie story just from start sasa. So nilikuwa nataka kukuuliza like the moment nilikupata hapo hivyo like ili ni hard sana kama boy child, unaona? Juu mimi nilikuchukulia kama ule sister yangu mdogo, unacheki pale. So ikawa nani sana na nikawa nataka kujua more about you, unacheki. So kindly hebu jaribu utuelezee nini ilikupush exactly ukaenda kwa street. Nini ili happen hadi? Hebu niatuelezee. Juu hadi nakumbuka uliniambia ni kama ulikuwa na mtu, si ndio? Hebu tuelezee ilikuwa ajili happen aje na ukajipata kwa street ama ilikuwa aje? Venye tu tulikuwa tu tunaishi tu na aunti yangu mwingine hapo. Na nikakuuliza kwanza, huyu mtu yule ulimpata ukiwa na miaka ngapi, ama ukiwa ni shule ama ni wapi, na ikafika mahali ulimaliza shule ama kumaliza? Hebu tuelezee mtu ulimpata
ukuwa shule ama ilikuwaje, tueleze. Nilimpata nikiwa shule. Ulikuwa Form 2. So ile tu by mistake tu ukajipata uko na ball. Then nini happen? Then kukaenda aje? Kukakuwa tu hivyo tu. So ulimaliza shule ama kulienda aje, ama ulimaliza ama ulijitoa tu juu sasa ulikuwa na ball na maybe walimu wako awanga ku entertain uko na ball kabisa ukaacha? Niliacha tu hivyo. Sasa shida tu kulea mtoto kwenda huku wazazi wa nini. So painful. So maisha masomo yako ikaisha tu hapo hivyo? Ikakuwa tu ngumu. It's so painful, it's so painful. Sasa vile uliacha shule ukaenda ukaanza kukaa na nani? Niliacha tu nini kwenda shule, nikaenda tu kwa aunti yangu mwingine hapo. Sasa kukaa tu na yeye nikaona tu aunti yangu anipeleki vizuri, kunionyesha tu madharau. Hivyo tu. So painful manze. Sasa nikakuuliza, unajua mtu akiwa na mtoi kuna zile majukumu, si ndio? Na ukuwa na kazi yoyote, si ndio? So ikabidi ukaenda ukakaa na your hand, si ndio? Akaanza kuonyesha madharau, si ndio? Then vile uliendelea kukaa naye ama ulijitoa maybe ama kuliendaje? Nilienda tu kukaa tu na yeye tu kunionyesha madharau. Ulikuwa wapi? Uko Nairobi ama? Nilitoka Ushago nikikuja huku kwa. Ukakuja huko Nairobi. Okay, then bila alianza kuonyesha madharau, nini happen? Sasa si mimi tu nikaamua tu nitoke juu kuna friend yangu mwingine hapo, best yangu umetukua tunajuana tu. Tulikuwa Dem. Okay. So ukaenda na mtoto kwake? Nikaenda na mtoto kwake. Okay. Sasa after kunini kukaa na huyo dem. Okay. Sasa unajua mtoto akiwa mdogo kuna vitu zenye ufai kuonyesha mtoto. Huyo dem tu anakuja tu na jari yake kutoka huku. Wanaanza tu kushikana. Si unajua mtoto afai nini. Alafu sasa vile ulienda kaanza kukaa na best yako, mlika for long ndo maybe uanze hii kazi ama nini ilikupush ukaanza hii kazi kama ulikuwa nakaa na huyo dem best yako? Hebu tuambie nini ile happen na ikakupush maybe ukaenda kwa street ama kulienda aje? Udem kwanza mlikuwa mnasikizana naye ama isika mahali So huyo dem alikuwa ananga job anakuacha kwa nyumba ama bado yeye pia ako na aso? Sasa unajua yeye alikuwa anaendanga job but mimi sikuwa najuanga ni job gani. Kwani alikuwa anaenda saa ngapi? Alikuwa anaenda asubuhi anakuja jioni ama alikuwa anaenda usiku anakuja asubuhi ama ni aje? Alikuwa anaenda nini jioni anarudi asubuhi. So alikuwa anaenda night shifts. So guys, ningetaka kuambia hivi, sometimes tukiona wanawake pale kwa street wanafanya hii biashara ya prostitution, uanga tunakibia sana, tunawajudge but hatujui exactly nini mewapush pale hivyo kwa street manze. So guys, sometimes uanga ni majukumu juu I think most of them maybe wanakuanga na watoi, kuna vitu mingi wanahitaji do. So alafu mnajua vile economy hapa Kenya manze inasumbua, hakuna job opportunities, people wana struggle manze. Unajua uchumi ya Ruto vile hiko, and mkiona tu mtu unaenda mkimjudge guys. So if you have any opinion you can drop in the comment section, then tuone vile itakuwa. So madam, so nikakueleza usilie madam. Na leo it's so hurting manze, it's so hard. Usilie madam, usilie. Derek sio kama kunaweza kuwa na tissue tumsaidie. Sasa madam, pole. Na leo is that situation manze. Hebu tuelezee exactly after and guys, najua watu wengi wataniuliza ni aje mbona tumuone uso. Guys, plead nisionyeshe identity yake juu ya privacy. So guys, mtajaribu kunielewa. Najua wasengi nadhani ataka hapo comment section, mbona tuko na sura yake nini, ni juu ya tu privacy. Hata ingekuwa wewe ungetaka pia uonekane. So guys, tafadhali msiniingililie sana. So madam, kindly usilie. The story is so touching. Madam usilie kindly. Madam usilie kindly. So hebu tueleze ni aje after vile ulikuwa unakaa na ude best yako ukiwa na mtoi, nini ili happen hadi ukaanza hii kazi? Ama hebu tuambie kwanza ude alikuwa anafanya kazi ina gani kindly?
Sasa mimi sikuwa najuanga kazi nilikuwa nafanya, ni venye tu alikuwa anaendanga usiku. Sasa mimi Ebu kindly, ebu ongea na sauti ya juu kidogo. So alikuwa anafanya kazi aina gani? sijui. So na ulikuja kugundua baadaye alikuwa anafanya kazi aina gani? Sasa mimi nilikuwa nishajua after ashanipeleka huku. Juu hadi mimi alikuwa tu ananikazia tu. So okay, wewe ukimuuliza alikuwa so umesema yeye alikuwa anaenda usiku, anakuja anaenda usiku anakuja asubuhi, si ndio? Na sasa wewe maybe ukao unataka kujua kazi yenyewe anafanyanga, si ndio? So maybe ulimwambia maybe akutafutie kazi pia. Unajua sasa anajaribu kule situation dem akiwa na mwingine alafu uko na mtoi alafu wewe uko job, so kuna ile burden una get, si ndio? So maybe ukao unamwambia ni aje kutafutie kazi, si ndio mali anafanya ama ni aje? Alafu sasa kukaa ni aje akukwambia ni aje atakutafutia ama? Aliniambia atanitafuta, na si unajua ile life yenye unakaa tu kwa mtu inafaa tu huko hata na kitu yako yenye inaweza kusaidia. Sasa unaona mtoto anataka pampers, kuna pesa. Sasa ikabidi tu niende tu huko. So na vile alikupeleka siku ya kwanza sasa ukapata aje? Sasa tu anafanya kazi gani? Kazi tu ya club kujiuza. What? So unataka kumaanisha huyo dem best hako ni yale alikuweka kwa hii kazi ya street, ni yale kufunza? Yeye ndiye alinifunza, mimi sikuwa najua hata hizo vitu. Unajua? Na so tu kaamua ni aje mbaya. Ni mbaya sasa. Ya maisha ni kama ilikuwa imekupiga manze. But if you are watching this video and you are a single mother, hebu nikuulize, na unajua uko haso, kama unaweza ukafanya kazi kama hii, maybe maisha inaweza kukupush ukafanya haso kama hii, hebu type hapo kwa comment section kama ni single mother na umecheki video manze, because sometimes kulia mtoto si mchezo, and I think single mothers can tell that. So ukaamua ni aje kufanyia kazi? Hebu tuambie, how was the experience siku ya kwanza? Ulifeel aje, like uli experience nini? You need your first time and you are doing such a job. So unajua ni first day, unajua ukiendanga huko unapata watu wanakuja tu, si unajuanga walevi tu venye tu wanakuanga tu kukushika. So like walikuwa wanakuona kama ni hot cake juu ndio umefika manze, ama ni aje? So like if you can remember, ni kama ile siku ya kwanza ulimekaa ndo ngapi hivi? Pesa tu mingi. Kama ngapi exactly? Kama ngapi roughly? Za 10. Wewe. Za 10. Siku moja manze. So tuseme ni ile tu like ulikuwa mtu wa kwanza pale manze. Ulikuwa mtu wa kwanza pale. Ilikuwa mara yako ya kwanza, so ulikuwa new to those people around that place when you wana customers wa watu, then like kila msee alikuwa na approach, si ndio? Wewe. So nimesikia, I think guys mmesikia siku ya kwanza kufanya alifanya 10k. That's what I'm like, hii kazi huwezi acha. So like umeona, like umekuwa jobless, then umeenda siku ya kwanza umepata 10k manze, so ukawa na ile hope like sasa utakuwa mtu mado. Wewe. Na I think for now umefanya like, is it 2 years ama? Kwa hiyo kazi. Manze, pole sana. Na sasa hebu nikuulize, so vile I think last time kwa street uliniambia, so vile ulikuwa unaenda hivyo mtoi wako unaachana ni aunti yako ama? Wewe. So vile unaenda ulikuwa unaendanga huko unaachanga mtoi wako na aunti yako? Wewe. Lakini aunti yako ajui kazi yenye unafanyanga? Ajui, namwambia tu ni kazi, lakini hayakuwa anajuanga kazi ndiko the night shift. So painful. Baada msilia, unajua najaribu kuona hii story ina kwa sana manze, na si ofisi sikupenda kwa manze, ni maisha imekufikisha hapo hivyo manze. Alafu hebu kuna kitu niliona the day nilikuwa kwa street, nilijaribu kuona ulikuwa naitwaje, sije naitwaje, jaba mogoka, that is mogoka. Alafu sijui kama okay, let me ask you, niliona uko na ukula mogoka, si ndio? Na wewe ni dem, unajua dem kukula mogoka manze kuna vile naka manze kinda unique. Alafu hebu tuambie ni nini kingine unatumianga apart from mogoka? Natumia jaba, banki.
Na uonangi inaweza kuwa na madhara kwa mwili yako? Hapana. Na pombe pia? Na sasa kama umeitumia for that long, si umekuwa addicted? Yeah. So huwezi acha? Siwezi acha, juu ni kitu yenye tu nimezoea, nisipo nini hivyo siwezi fanya kazi. Yani huwezi fanya kazi bila? Siwezi. Juu baadhi inasikona vile na sound juu yenyewe huwezi kaa kwa guys yenyewe hao watu vile mnaonanga wanakunywa bangi, wanavuta shuja, alafu wanakaa tu wako high kila time manze, pombe nini ni ile tu like ukijaribu kuangalia hiyo environment yenyewe unakuanga manze, kuna baridi, wamevaa hizo dress fupi hivi manze, jua baridi manze, so lazima mtu like ayuko into senses manze. Hebu tuambie kwa nini mnakuanga like mnavaanga nguo fupi? Hiyo ni kufutia customer ni aje? Ya kufutia tu customer. Unajua customer akiona hizo manini zako anakuja tu. Akiona nitwaje? Nyash aga. Wewe. So mnamvutia, si ndio? Yeah. Like exactly tuambie ni aje? Nini most customers kwako wanaangalia sana? Ni sura ama nyash ama ni aje? Unajua mtu anajijua, hebu tueleze. Nyash tu. Nyash, unajua uko na nyash kwa wingi, si ndio? Yeah. Wewe kinda tricky. Okay, sasa so hiyo najua hiki tuna regret sana vile ushakuwa addicted na uwezi acha, si ndio? Okay. Nini nyingine, regret nyingine ni gani? Azini aje? I think if I can remember, kuna mahali niambia customer ashiko approach usiku, then sijui akaenda, sijui ati akakwambia bala uende kwa chumba chako muende kwake. Hebu tueleze hapo by the way, cause nakumbuka vile tupata kwa street, I think ulinguzia kitu kama hiyo, si ndio? Hebu tueleze kuliendaje vile alikuwa approach ama kuliendaje? Mimi tu tulienda tu na yeye akaniambia kabla ya kwenda kwako, juu saa hii imekuwa usiku, acha tuende nini kwangu. So yeye huyu mwanamke akwambia ni aje muende kwake kwa nyumba? So kulikuwa tu within, si haikuwa mbali sana? So vile mlienda kukaa peni aje? Nilienda huko, kufika huko sasa mimi nilikuwa nafikiria tu ni yeye tu peke yake huko. Kufika huko kapata majamaa walikuwa wanne. Kunini? Koja. Yeye ama yeye wanne ama watatu na ama wote walikuwa watano? Yeye na wengine watatu. So wote walikuwa wanne. Na nini ile happen? So walinini hivyo tu machain, kunini hapo nikafaint, kunini kushtukia tu. Hata tu ndiko sijui vile nilifika huko. Unataka kumaanisha walikuchangamkia wote? Wewe uko peke yako? Hadi ukafaint? Wewe. Madam usilie tafadhali, usilie. Guys, just imagine huyu madam unamwona hapa hivi, ashipata client ambao ni custom, akamwambia ni aje badala waende kwa chumba chake waende kwa jamaa. Madam usilie kindly, madam usilie. So painful manze, so hurting manze. And madam pole, naelewa situation manze. So guys, just imagine ashipata client akampeleka kwake, and then like akaenda kapata wanaume wengine watatu, so wanaume walikuwa wane manze, and then like au wanaume wane yeye akiwa solo wakamchangamkia, wakaenda chain wakamchangamkia hadi akafaint. Yeah. Guys, I think madam anataka support manze. Jumia disezi tamani arudi pale kwa streets manze, cause it is very painful manze. Na kumbukeni ako na mtoto, bado ako na ile pressure manze. Moso niko sure kuresume mto ndo inampusha ende pale kwa street manze. Madam usilie kindly, hebu jaribu kutueleza manze ni haje like after kujipata umefaint. So vile ulifaint ulijipata wapi? Hebu tueleze. Nilijipata tu niko tu si. So after vile ulishtuka, after urudi to conscious, like ulijipata hospitalini? So hata ujui nani alikupeleka hapo ama kuliendaje? Sijui, nilishtukia tu niko tu huko. Na sasa nikakuuliza ulichukua hatua after ama kuliendaje?
Si kuchukua, nilikaa tu hiyo. Na sasa si maybe ungetrace hao wasee vile mali walikuwa wamekupeleka, ama ilikuwa late na ungejua, ama ni aje? Sasa unajua mapenye alikuwa amenichukua ilikuwa usiku na mimi sikuwa nimeshika hiyo nyumba. Mapenye nini. Sasa mimi kufika huko nikapata ni kama walikuwa nini. Sikumbuki. So hakuna hata ulichukua. Na sasa nikuulize, it's so painful manze. Na sababu nikuulize vile hao watu walikuchangamkia. Si hata maybe ukaenda ukapima ukimwi ama kuweka bola, hebu tuambie ilikuwaje? Nilikaa tu 2 weeks, kukaa tu 2 weeks nikasikia mwili yangu yuko sawa. Nakula chakula, natapika. What? Unakula chakula unatapika? And then Kama tu kunini kuenda tu hosi nikapata niko na mimba. Sasa ningefanya nini? Goja. Just imagine guys, vile aliingia kwa nyumba, alienda kwa nyumba kwa mwanaume akapata wanaume wengine wakamchangamkia, akafaint. Vile alienda alafu akashtuka kwa hospitali. Alikaa like 2 weeks akaanza kufeel like unconscious, akawa anakula chakula pale, anatapika. So ukaguess, I think hiyo ni pregnancy. So ukapata uko pregnant ama? Manze. And then sasa najaribu kuimagine already uko na mtoto mdogo bado una raise na una struggle kumraise. So ulichukua hatua gani? Juu sasa already uko na mtoto wa kwanza pale. Niliamua tu kulea, sasa ningefanya nini? Sasa kuna huyu wa kwanza mwenye ulikuwa na yeye. Na sasa bola ya kwanza ulikuwa kwa exclusive ndio. So sasa ulienda hospitali pale manze, ukapimwa, ukapata like uko na ball. Uli take action gani? Niliamua tu nikatoa juu already niko na mtoto mwingine, sina option nyingine kabisa. Okay. So ukaamua tu utoe tu juu sasa already ulikuwa na mtoto mwingine na hiyo burden ingekuwa imezidi na uko na job. Unajua sasa kama ungeamua kulea sasa ingebidi sasa uache kwenda street manze, ule mtoi na ungekuwa na uko na another source of income, si ndio? Manze. Sasa nikakuuliza najua ile life yako yenye unaishi sasa hivi. Manze, it's so touching na kuna vile ni feel like manze, if I can help you. Juu mimi nakuchukua kama sister yangu mdogo. Una get just like another lady. Unacheki. Najua kitu yenye imekupush pale kwa street. Naona simu yako imepigwa, sijui kama utachukua mani aje. But unaweza mwambia, unaweza mwambia ngoje. Yeah, tunaweza chukua. Hello. Kidogo. Okay, vile kuenda pale street misses nikakujaji manake kuna zile struggles zenye uko nazo na kuna zile vitu zinakupush pale kwa street manze. Moso we ni mlezi, una get. So mimi naweza tamani sana nione tu yani umetoka kwa street manze. Guys, so guys, if you're willing, madam atoka kwa street manze, kindly comment in the comment section manze if you are willing atoka kwa street manze, cause it's so touching. So mi furaha yangu ni kuweza kuona umetoka pale kwa street manze, juu kuna vile ni heart manze, unacheki. So if I may ask you, kama unaweza ukakubali ukaje hii kazi, unacheki, na if possible kama unaweza kubali pia nikakuletea pastor akakuombea, unacheki. Juu I think kulala na wasee wengi manze, kuna vile director sijui ni aje vile kulala na watu wengi pale nje manze, spiritual ties manze, unacheki. So kama unaweza kukubali nikakutafutia pastor manze akuja kuombe manze, juu ni furaha yangu kuona umechange manze, cause unaona wewe bado ni msichana mdogo manze, hata kama ulianza kule kwa mdogo, you are still young, na furaha yangu ni kuona umetoka pale kwa streets manze. So if you are willing, at least hata nikuletee pastor akuja kuombe, akukatanisha na hizo spiritual ties manze, zitakusumbua sana manze. Na hakuna haja uache kazi saa hizi and then after a few months ama few weeks ujipata kwa street tena. Siwezi kubali. So are you willing kuacha kazi kindly? Hiyo kazi si eti naipenda. Nifanya tu yani unalea na hauna option nyingine. Sina option nyingine kabisa. Okay, so guys,
if you have watched this video na kama uko na roho, kindly, kama unaweza kukuwa na job opportunity pale manze, and you are willing to support her, kindly, please make sure you take my number, it is on my bio, na pia nita make sure nimeipin hapo kwa hiyo video. Kindly uni reach out, tujue vile tutamsaidia manze, at least madam asirudi kwa street, na madam analea na mtoto wake ako shule bado. So please, if you have any job opportunity, ama kama unajua kuna mahali unaweza mconnect hata apate job, ama maybe unaweza kuwa tukaweza tukamsaidia hata akajifungulia biashara fulani, at least tuone tu ametoka kwa street pale manze. Ndio maana nimemwambia ni aje, usiwe judge mtu yote mwenye unamwona, yote mwenye unamwona pale kwa street, ujui nini nimempushia hapo manze. So if you are willing to help her, juu already ashasema ni aje, ashasema ako willing kutoka kwa street, and I personally nitajitolea nile mtafutie pastor akuja break hizo soul ties ya hiyo kula na watu wengi, juu mimi sitaki atoke kwa street manze. So if you are willing to support her, please kindly comment in the comment section, or you take my number, nitakuwa nimepin hapo kwa screen. So madam, nataka utuashie, juu mimi najua niko na genuine friends, fans, na niko sure watakuwa willing kukusaidia, if only kama utatoka kwa street, because you are very young. So just assure us, are you willing? Uko willing kutoka kwa street? Yeah. Uko willing kutoka kwa street? Yeah. Na uko willing nikulete pastor akuombea break those soul ties? Yeah. Kabisa. Yeah. Director, unaona tufanye aje? Sasa ni kama tutaongea na wasi wa church. Okay. Alafu tuone kama tutamtembelea wakuje waongee na yeye muombe. Yeah. Alafu tuone from there tutajua vile tunamsaidia. So tutafute pastor na bibi hata tunaweza kuja na washirika kidogo, si ndio? At least tufanye maombi kidogo manze, si ndio? Pia hii nyumba pia tunaweza tukaiombea, and if possible anafuata ame kwa hii nyumba. Was director, juu maybe hii nyumba maybe kuna vile amefanyia madhambi mengi manze, si ndio? Yeah, akuwe ule mtu holy, si ndio? So guys, please, kama hii video imekutouch, please let's support this lady here. She is really suffering manze, na ni kama nimetumwa na God manze, at least umsaidie manze. Yeah, so ile kitu kidogo unaweza kuwa nayo manze, hata kama ni job opportunity, hata kama unajua kuna mahali anaweza pata job, kindly make sure you reach me out, na mambo itakuwa fresh inside. For those situation ya mahali anakaa pia manze inakuwa weird kidogo. Anakaa mahali hayuko mahali. Yeah, madam usilie, but unajua hii story iko so touching na so emotional, so that anajipata kama analia. Kama mimi personally na feel like machozi na kama ndio kunitoka manze, juu inaweza mchuke kama yule sister yangu mdogo pia, unacheki, na kuna vile iko so touching. So guys, make sure you comment the comment section, mambo itakuwa free tena zaidi. For those who haven't subscribed the channel, kindly remember to subscribe so that anytime we upload a video you can always be updated. So guys, we'll keep on updating you what is happening, and mambo itakuwa fresh inside. See you next time.